Yesu asifiwe wapendwa katika Kristo, ninawasalimu kwa jina la Yesu. Ni matumaini yangu mnaendelea salama. Mimi namshukuru Mungu kwa zawadi ya uhai. Ningependa tuchangie neno fupi, na kichwa cha somo ni kufunga. Kichwa cha somo ni kufunga. Unafungaje mpendwa? Unapofunga unafungaje? Tutakwenda kusimamia kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wake wa 16 mpaka wa 17. Tutasoma kwa jina la Yesu. Amena. Inasema kwamba tena mfungapo msiwe kama wanafiki wenye uso wa kukunjamana, maana hujiumbua nyuso zao ili waonekane na watu kuwa wanafunga. Amini nawaambia, wamekwisha kupata thawabu yao. Mbali wewe ufungapo, jipake mafuta kichwani, unawe uso. Amena. Unapofunga mpendwa, unafungaje? Je, unafunga mfungo wako unakuwa unapata kibali mbele za Bwana? Na unapofunga una uhakika maombi yako yanapata kibali mbele za Bwana? Kwa sababu kuna wengi wakifunga utakuta wanakuwa wanyonge, utakuta wengine ndo sasa inakuwa tangazo sasa ya dunia. Utakuta nenda wanatangaza, leo nimefunga, leo niko katika mfungo. Utakuta wanatangaza kweli. Utakuta wengine maasira, wengine huzuni, wengine matabia ambazo hazieleweki. Unapofunga, cha kwanza, usipende kuonekana na watu kwamba umefunga. Unapofunga, kifungo ni siri, mfungo ni siri. Mfungo ni siri yako wewe na Mungu, kwa sababu kile unachoenda kuomba kwanza ni siri. Yamkini kuna magonjwa yanakusumbua, gisi ambavyo hawezi ukapenda yale magonjwa yako iwe tangazo kwa watu, na ndo gisi ambavyo mfungo upo. Unapofunga iwe siri yako wewe na Mungu, na uko sirini uko, Bwana atenda kukujibu hiyo hitaji yako. Utakuta sasa wengine katika mfungo, watapenda wajulikane, ndio sasa wanajua kuomba. Hata kama uko katika mikutano, katika makanisa, makongamano, wametangaza mfungo, utakuta ndio sasa mpaka utashangaa. Watapenda waonekane kwamba ndio wanajua kufunga, wanajua kuomba, wanajua kwenda mbele, watajionesha na watahakikisha wameonekana kweli. Ujue tayari umeshapata thawabu yako. Usitarajie tena ingine majibu kwa nani? Kwa Mungu. Unapofunga modele hiyo, usitarajie kwamba utapata majibu tena kwa Mungu. Tayari hayo ndo majibu yako, kisa ambavyo ulipenda kuonekana kwa watu, ukapenda watu wakuone, ukapenda watu wakusifie kwamba wewe ndio unajua kuomba, unajua kuimba, unajua kufunga. Unaonesha hali ya unyonge, unaenda na tangazi na kwa sama matangazo ya habari. Ninafunga. Sasa unafunga watu wafanyeje? Unafungia watu au unajifungia we mwenyewe ili Bwana akujibu? Amena. Unapofunga, kuwa mpole, kuwa mnyenyekevu, tulia mbele za Bwana. Na ndio maana ni vizuri pia kuwa ni ile desturi ya kujizoesha kufunga. Kwa sababu ya nini? Ukiwa ni ile desturi ya kufunga, ya kuomba, ya kusoma neno, ya kusikiliza nyimbo za kuabudu, hata kama kipindi ambacho utaenda kufunga, watu hawatajua kwamba uko katika mfungo. Hakikisha watu wasio wanaona tofauti kati ambayo uko katika mfungo na kati ambayo hauko kwenye mfungo.
Yani wasione utofauti wowote ule. Nyenyekea. Inabidi tuwe muda wote na sote wanyenyekevu tu, tuwe wapole, watulivu, katika hali ya utulivu. Hata kujibu kwetu tuwe tunachunguza. Unapofunga uwe mpole, hakikisha unasoma neno, unaomba, yani hakikisha unasikiliza nyimbo za kuabudu, unasifu, unatafakari neno. Wengine wakifunga mahasira, huzuni, manunguniko, chuki, magomvi umo hivyo. Na kweli unakuta saa zake za kufungua, anafungua, anakula kabisa vizuri, anasema eti amefunga. Hujafunga hapo mpendwa. Haujafunga. Hawezi ukaingia katika mfungo na vinyongo, na hali ya huzuni, hali ya manunguniko, haviwezekani. Katika huo mfungo hivyo unajichafua, unashinda kwa kwenye simu, unaangalia mambo isiyoeleweka, mambo ambayo hayampi Bwana utukufu. Utakuta tena muda mwingi katika huo mfungo umetumia kwenye simu, kwenye media, umetumia kwa kufanya umbea. We mwenyewe haujatengeneza bado na wenzako. Huko nyuma umeacha watu na vikwazo, umeacha watu wanachukia, watu hawana furaha. Alafu kuna kuje tu unafunga. We mwenyewe ndio unajitangaza, leo nimefunga, leo nimefunga, leo nimefunga. Unatarajia Bwana akujibu, tayari wewe umeshapata majibu yako mpendwa. Usitarajie majibu. Hayo tayari ni majibu yako. Tusiwe kama wanafiki. Biblia yenyewe inatia wazi. Tusiwe kama wanafiki tunapofunga. Huo pia unawakilisha unafiki. Unapenda uonekane kwamba wewe ndo wewe tu ambaye unajua kufunga. Mfungo ni siri. Mfungo ni siri yako wewe na Mungu. Kwa sababu hata lile hitaji lile unaposhindwa kuongea kwanza ile hitaji yako, gisa ambavyo unaweza ukashindwa kuongea ile hitaji, pia usiwe mwongeaji kwenda unatangaza usiwe unatangaza eti nimefunga. Kwa nini sasa hitaji yako uweke siri, lakini mfungo ndo uende unatangaza? Wewe tayari umeshapata jawabu yako, usitarajie Mungu atakujibu. Tusiwe watu wenye vinyongo, tusiwe watu wa kujionesha. Unapoenda kwa Mungu kwa kujionesha, Mungu haatishwi na kujionesha kwako. Mungu haatishwi na kuomba kwako. Mungu haatishwi na kuimba kwako. Mungu haatishwi na upako wako. Mungu haatishwi na jambo lolote. Hata ungepewa karama zote za duniani, hakimtishi Mungu. Haiwezi kamtisha Mungu. Hata katika huo mfungu ungekuwa umeimba nyimbo za wamalaika, haimtishi Mungu ndugu yangu. Lakini Bwana unapomwendea kwa unyenyekevu, unapomwendea kwa machozi, unapomwendea kwa kujuta, kama ni dhambi, unaona dhambi, acha nifungie. Kama ni dhambi ya hasira, ya huzuni ambayo imekutesa muda mrefu, unapoenda mbele za Bwana kwa uchungu, kwa kulia, unamwomba Bwana akubadilishe, akufinyange. Ndugu yangu, Bwana anaangalia moyo wa mtu, ule moyo uliopondeka, moyo ulioshuka, moyo mnyenyekevu. Sasa wewe unamwendea Mungu unapayuka, maombi yako yenyewe kwanza haieleweki. We mwenyewe huku kwanza haueleweki. Sasa unatarajia utajibiwa? Mungu hupendezwa na mioyo inayonyenyekea, mioyo inayoshuka mbele za Bwana. Tunaambiwa unapofunga paka mafuta na wa uso. Bwana anamaanisha nini hapo? Anamaanisha usijioneshe kwamba umefunga, uwe kawaida tu. Unapokuwa unapokuwa na wenzako, wasijue kwamba umefunga, ongea nao tu kawaida,
lakini uwe tu na muda wako wa kujitenga, soma neno, wende mbele za Bwana. Omba. Kama utapikia watu hivyo, kama utaambia watoto wako ambao mko nao karibu ili wajue, sawa. Au ndugu zako au mume wako unaweza kumwambia ili yeye mwingine ajue kwamba mke wangu leo ako kwenye mfungo, ili hiyo ingine isije ikaleta mgogoro kidogo. Unaweza kumwambia mume wako, aidha kama uko na watoto unaweza kuwaambia ili kujenga ule utaratibu pia kidogo. Unaona? Nyuma na hapo, iwe siri yako wewe na Mungu tu. Iwe siri yako wewe na Mungu. Mpendwa, tuwe wasiri, tuwe watu wa kujishusha, tuwe wanyenyekevu.